Shabani, habari yako? Habari mzuri, nashukuru Mwenyezi Mungu, tuko salama. Tupo, nashukuru. Poleni. Kwa nini? Hamna, kawaida, tushapoa muda mrefu. Mechi toka jana mpaka leo imepita, tushapoa. Okay, Shabani, tuanze na mechi ya jana kule visiwani Zanzibar ambapo Young Africans wameweza kuondoka na ushindi wa bao moja kwa bila na kuchukua ile ngao ya jamii. Huku ukiangalia slogan yao inasema kwamba mwakani tena, na ndo mwaka washauanza. Kupoteza ngao ya jamii dhidi ya mtani inaashiria nini kwenu kuelekea ligi kuu Tanzania bara 2026 2027? Kwanza tunashukuru Mwenyezi Mungu, mechi jana tumecheza imeisha salama, lakini mechi imemalizika kwa machungu, kwa sababu matarajio yetu, usajili tuliofanya, maingizo pamoja na mwalimu Steve Barker, tuenda kwenye pre-season Rwanda tumefanya, lakini timu yetu tuliona ni timu ambayo inaridhisha. Lakini mpira una matokeo matatu, kuna kushinda, kutoka sare na kufungwa. Kwa hiyo tukio tulipata jana ni la uchungu, la mwisho kabisa la kufungwa, na tumefungwa na mtani wetu. Kwa hiyo kwa mani fulani imetuumiza, lakini niwaambie tu wana Simba, huu ndio mwanzo wa safari ya kuelekea katika ligi kuu ya Tanzania bara pamoja na mashindano ya kimataifa Klabu Bingwa Afrika, ambayo kwenye nchi yetu tunashiriki sisi pamoja na watu tuliocheza nao jana. Kwa hiyo hayo tuyaache, tugange yajayo, lakini ukiachia yote, mimi nilikuwa naomba viongozi wetu wakae wamalize tofauti zao. Kama kuna tofauti yoyote waende wamalize. Kwa hiyo kwa maana hiyo kuna mambo ambayo yanaendelea kwa viongozi wao ndani ya kocha wekundu wa Msimbazi. Naweza nikadiriki kusema hilo kwa sababu wakati tunatoka kwenye mapumziko na timu iko katika pre-season, tuko kwenye maandalizi, kumetokea maneno mengi hapa kati, mengi sana. Tumesikia mwenyekiti wa klabu siku ya dua akitisha mkutano, mwenyekiti wa bodi akikanusha mkutano. Ukiachia hilo, inaonekana kuna mchezaji ambaye tulikuwa naye hata kama hakuwa mali yetu, alikuwa mchezaji wa nani mkopo, lakini mchezaji tunasikia kaenda kambini, karipoti, kakaa usiku wa manane, kaondoka. Sasa kuna vitu yani tunaona kama sisi mashabiki hatuvielewi. Kwa hiyo huwezi kujiandaa kwenye mechi ya dabi ukiwa una kasoro hizo nilizozitaja. Ina maana kama baina ya mwenyekiti wa bodi na mwenyekiti wa klabu hawana uelewano, hapa katikati kuna shida. Kwa hiyo kwa upande fulani ile mechi sisi tumeenda tukiwa tuna matabaka ya aina mbili ndani yake, baina ya uongozi wa bodi, ya mwenyekiti wa bodi ambaye ni Mzee Magoli na mwenyekiti wa klabu Mzee Mangungu. Wamekuwa na tofauti yao inaita tofauti mpaka chini huko tulikokuwepo, baina ya matawi, mashabiki na wanachama. Kwa hiyo sisi tumeenda katika ile mechi tukiwa vipande. Sasa kama unaenda kwenye mechi ya dabi na umtani umecheza naye mechi 3, umemwadhibu kwenye mechi 1 2, ametoka sare tena za papatu, lazima aje kajipanga. Wao wamekuja wakiwa na umoja wao, kwani ametoka kwenye uchaguzi, wamefanya uchaguzi, ukiwa uchaguzi umeisha vizuri, lakini ukiachilia hivyo walikuwa wote pamoja. Sasa hili nalo limesababisha sisi kufanya vibaya, Niwaambie tu viongozi waache tofauti zao, wanatuumiza. Mimi nasema wanatuumiza, na wanaumiza wana Simba wanaoipenda timu yao kwa mahaba ya dhati, sio ya kupata riziki au kwa sababu wao wako katika uongozi. Hapana, mashabiki sisi sio viongozi. Kuna mashabiki wengi wamekuja uwanjani, sio viongozi wa matawi wala sio viongozi wa klabu, wala hawataki chochote, wanachohitaji ni furaha. Chuki zao za juu zinatuathiri sisi, tumeumia. Mimi dada, nikwambie, nimerudi leo asubuhi, nimeumia, nikwambie tu kweli. Na hapa niko kwenye maandalizi naelekea Bukoba kwenye mechi yetu ya ligi ya kwanza. Yes, lakini wanajua thamani hawa watu wanaumia nafsi zao, hawa viongozi. Tunakaribia kujiandaa na mechi ya ligi, tunakaribia kujiandaa na mechi ngumu ya dabi. Timu yetu inafanya usajili, wenzetu wanasajili. Huyu viongozi wanaenda kuanzisha migogoro. Tukisema viongozi wanatuhujumu tutakosea. Kuna wakati kuna vitu kivisema vinaenda tu kunyooka wazi. Yaani mtu hata kama ukimwambia hiki kitu, mtu anakiona tu hiki kitu kwani kiko wazi. Ligi ilisimama karibia miezi 2 au mwezi 1 na nusu. Hawakuleta haya malumbano. Tunakaribia kucheza na Yanga, bado siku 3 4 wanaanzisha migogoro ya kugombana wenyewe kwa wenyewe.
Ina maana hapa wewe utatengeneza future gani kwenye kichwa chako? Kama mtu anakeli timamu, utasema hao viongozi wanatengeneza mazingira ya kutuhujumu, kwa sababu sisi wanachama, sisi mashabiki, na ndio watu ambao tuna support timu yetu ya nje na ndani. Leo baada ya ule mgogoro tumegawanyika makundi mawili, mwingine yuko upande anamuunga mkono Murtaza Mangungu, mwingine yuko upande anaunga mkono upande wa Magoli. Sawa. Sasa hivi vitu vinatuathiri, lakini ukiachia hivyo, leo mimi nichukue nafasi hii kutamka rasmi, wanamkosea mzabuni wetu katika upande wa jezi. Wanamkosea. Kwa nini? Mzabuni Jairut kaweka bilioni 38 kwa miaka mitano katika klabu yetu ya Simba Sports Club. Biashara yake kubwa anafanya na klabu yetu ya Simba ni ya jezi. Huwezi kununua jezi ukiwa ndani ya klabu yako kuna mgogoro. Huwezi kununua jezi ndani ya klabu yako kukiwa kuna timu haifanyi vizuri. Jairut katoa jezi mpya za msimu wa 26-27. Mashabiki wanategemea wapate faraja kwenye timu yao wanunue jezi. Huwezi kuvaa jezi ikiwa timu yako haifanyi vizuri. Huo ndio ukweli. Hamna haja kufichana. Lakini ukiachia hayo yote, Jairut katoa jezi, watu wanaanzisha migogoro. Leo hata mtu akiwekewa jezi au ananunua, ukimwona mtu kanunua, huyo mtu roho yake ni ngumu. Ndio maana ananunua, ndio kama si unavyotuona. Wengine wanaona kama hivyo vitu haviko sawa, sababu ndio kama mimi nitanunua jezi ya nini wakati mwenyekiti wa bodi na mwenyekiti wa klabu wametengeneza mipango wenyewe hawaelewani. Mimi nanunua jezi ya nini? Mtu anaacha, unamwathiri mwekezaji. Yule kijana wa Tanzania kaweka pesa nyingi, amonea huruma. Watu wanatengeneza maslahi yao tu na wanatetea vitu vyao walivyokuwa navyo. Simba iko toka 36. Mambo ya maendeleo ya klabu yatengenezwa na wewe kwa ghafla. Na kwa nini migogoro ianzishwe wakati sisi tunaelekea kwenye mechi ya dabi? Hii sio mara ya kwanza. Hata mechi tuliyofungwa 5 migogoro ilikuwa kama hivi. Kwa upande fulani tunaweza tukasema hawa ndio wanatengeneza migogoro asikupoteza mechi mbele ya Yanga. Hawa ndio wanasababisha mpaka mwekezaji apate hasara. Bila uhakika leo Jairut kwa migogoro yao ambayo wanaitengeneza, hata robo ya jezi hajauza. Una uhakika huo? Kwa sababu mzunguko wa watu wa mpira, hata mitaani ukipita, mtu akwambia mimi nitanunua jezi, klabu yenyewe watu wanagombana kupeana maslahi. Mimi nina jezi ya nini? Wanamharibia huyu kijana, kaweka pesa yake. Wana Simba lazima tuthamini pesa aliyoweka Jairut. Kwa nini watu hawathamini pesa aliyoweka Jairut? Tuthamini pesa yake na tujue ni Mtanzania na kajitolea. Kijana wa watu anapambania klabu yetu, anatoa jezi loko na quality nzuri, anatupambania Simba. Kwa nini hawathamini? Wanaweka migogoro. Mechi ya jana, mimi labda nikwambie kweli, nimesikia watu wanaandika, kila mtu ana maoni yake. Wachezaji wabovu, wachezaji wa Simba sio wabovu. Kama mzazi kwenye familia yako wewe hauna misimamo, una migogoro na mkeo au mumeo, basi hata watoto wako na wenyewe wataenda kama vile wewe ulivyokuwa na migogoro ya familia. Leo viongozi wetu jua hawako sawa. Na hili liko wazi, ukisema hivi watasema wewe unaongea uongo mnafiki. Lakini ukweli umeonekana. Juzi Magoli anaenda kujibu kwake, Mangungu anajibu kwake. Mangungu anaitisha mkutano, Magoli mkutano wa juu. Mnatekelezea ficha gani sisi? Mnatuumiza. Leo tumetoa gharama, watu wamepanda maboti hapa, wameondoka kwenda Zanzibar. Pesa ile kalipiwa na nani hao watu? Watu wametoa jezi, wametoa pesa, wengine wamenunua jezi. Leo tunasikia tunataka kusajiliwa mchezaji mpya mzuri, wanunue jezi watu kwa 50,000. Ile issue baada ya migogoro, mara sisi na mwalimu katolewa kambini, mara tumefungwa nanga. Hivi kuna mtu anaweza kanunua? Wanatuharibia. Mchezaji gani kwanza huyo ambaye unamzungumzia hapa? Siri yao. Ndio maana wakatuambia sisi tununue, na wao ndio wanajua. Na uhakika kabisa mchezaji mzuri anakwenda kumleta. Lakini leo mashabiki tunapambana kwa asilimia kubwa katika timu yetu. Lakini mbona wao wanatuongoza hawajui thamani yetu? Thamani yetu sisi atakuja kuijua nani? Si leo watu wakufungwa na Yanga kila mechi. Leo wachezaji wanaonekana sio wazuri, wachezaji ni wazuri. Lakini msingi wachezaji wetu ni wazuri. Nikwambie kitu. Watu walitegemea Shaulile ni bora. Goli alilokosa yule Shaulile jana Dumbi anafunga.
Bwana Shabani. Nakwambia anafunga. Unapia? Goli lile niweke mimi nafunga. Shabani? Sitakwambia, sasa mimi nikwambia nini? Dumbia huyu Mokoni. Goli si tushahesabia la pili. Mtu anaenda kupiga nje. Dumbia ana mengi ya kujifunza kwa shauri ile. Tena shauri ile naye vile bora vile ana lolote. Katika mechi ya jana wewe niambie kafanya kazi gani? Wewe, jana kazi alifanya kafanya nini? Kama mwandishi umepewa hela na Yanga umsifie ile shauri ile basi umefeli. Mimi nikwambia kweli. Dada, tuzungumze mpira. Hapa wewe hujaangalia mpira. Tuzungumze mpira. Shauri ile kafanya shambulizi gani hatari katika timu yetu? Dakika alizocheza. Kafanya nini? Kwani shauri ile sio namba 9? Kuna muda kanatokea pembeni au mpira tulikuwa tunaangalia tofauti. Kafanya mishe gani katika goli letu? Msitake kutengeneza jina. Nisile kwa mbele. Msimtengenezee mtu jina kwa sababu kuna kiongozi kakwambia msifie kasajili, kiongozi kapata ganji na wewe ganji mnagawana. Tuzungumze mpira kweli. Shauri mtu viwanja vizuri vyote shauri ile. Shamba la Bibi na uwanja wa Amani Complex. Haina madhara. Madhara yake jana hujaona. Yako wapi? Jana kapiga goli. Wewe liko wapi ile boli kapiga? Kwa maana hiyo Shabani yeye ni zaidi kwamba anashiriki kwa eneo kati ya viongozi na wachezaji wao, lakini Simba mnazidi kuwahimiza wachezaji wenu. Unaona ni nyingi zaidi kwa mimi binafsi na imani Ibrahim Dumbia kwa rekodi alizotoka nazo huko alipotoka. Dumbia ni bora. Dumbia huyu alikuja jana. Dumbia mzuri alikuwa anapata mipira gani? Dumbia namba 9. Jana Dumbia kuna mtu alikuwa anarudi mpaka katikati anamsaidia Kagoma kukaba. Namba 9 kazi yake ni nini? Hao mkiangalia mpira, ngoja, kuna mpira gani wa madhara umemkuta Dumbia? Mimi sikatai. Inawezekana Dumbia sio bora. Ile inawezekana. Sababu kila mtu ana mtazamo wake. Lakini Dumbia kuna mpira gani alopelekewa ambao una madhara na yeye akafanya akachona kutoa matokeo? Kuna watu wana kawaida ya kumchukia. Leo Watanzania wengi wanamchukia Samata. Kelele zao zinamfanya Samata asifanye kazi. Samata anastaafu timu ya taifa kwa sababu Watanzania wengi wanafiki. Wanamchukia uongo. Leo mchezaji ambaye mwenye mafanikio kwenye mpira wa Tanzania mbwana Samata, uongo. Hawamchukii, hawamzomei uwanjani. Kwa hiyo hata Dumbia ile kuile kuzomewa ni kitu cha kawaida. Kutokana na kile ambacho amekionyesha, ndio maana amepelekea watu kumzomea, watu waweze kumzomea bila sababu. Shabani kaonyesha nini Dumbia? Kajifunga. Hajajifunga. Kacheza mechi ngapi kwenye Simba? 2. Kacheza za Sekafa. Mechi zote hazifiki 5 au tufanye 5. Ila Shaulile ana 2 tayari ana goli. Dumbia. Shaulile ana 2 tayari ana goli. Ana goli moja na penalti. Ni goli lakini na penalti. Dumbia anafunga goli penalti. Tuzungumzie football, tuzungumzie mtu unampamba mtu kwa sababu kiongozi janji yake akakupa na wewe. Uje nisikize kitu nikwambie. Dumbia tufanye katena mechi 5. Mechi 2 kafunga. Kafunga mechi ya Singida, kafunga mechi ya Elmeleki. Shauri hata mechi ya Magereza alocheza hajafunga. Hakuepo Ana mechi 2 tu. Mechi ngapi kacheza? 2. Kafunga goli la penalti na hajafanya hatari katika goli. Na viwanja alivyocheza vote bora. Hatari ya jana hujaiona. Iko wapi? Si ndio ile on target. Hatari gani dada kafanya huyo Shaulile? Kwani kipindi alipotoka Shaulile ndio kidogo kipindi cha pili na Simba akawa anakuja. Alipotoka Shaulile na ndio Yanga imecheza. Shabani. Shaulile katika dakika ngapi? Ngoja dada, tuzungumze kitu kimoja. Kuanzia dakika ya kwanza mpaka dakika ya 25 30. Shaulile amegusa mpira mara 2 na hajapiga golini kwetu. Unakubaliana na hilo kwanza? Kama ulikuwa unaangalia mpira, kuanzia dakika ya kwanza yeye namba 9 mpaka dakika ya 30 hajapiga shuti golini kwetu. Na hajagusa mpira zaidi ya mara 3. Nazungumza uongo kweli? Nijibu swali langu mwandishi, watu wanaangalia mpira. Msipambe mtu kwa sababu kiongozi kakupa ganji mwandishi. Tuzungumzie mpira. Dakika ya kwanza mpaka dakika 30 Shaulile kagusa mpira mara ngapi? Baada ya kutoka Shaulile kipindi cha pili Yanga ndio wamefanya mashambulizi mengi katika goli letu.